Sasa umerogwa. Na unataka kuondoa huo uchawi. Wewe unaoga na hii. Unaweka tu juu ya mwili. Unachota like gel. Unaweka kwa maji. And you shower all over you shower. Sasa ukishafanya hivyo, kwa hivyo uchawi umeisha. Hii ndio unasikia back to sender. Si ulinifanyia? Nikujue sijui jina lako. Ndio. Mtu yoyote aliyenifanyia lolote. Ndio. Mtu yoyote aliyenifanyia lolote. Nalimlegelee. Ndio. Mtu yoyote aliyenifanyia lolote ni hii ukijipaka. Mahali pote unaenda unakubalika. Kwa hivyo hii ni ya favor. Hii ukijipaka. Kwenye upendeki unapendeka. Wapi? Tukienda kutoa pesa unatoaga 200 na mimi natoa 1,000. Where do I position you? Nowhere. Haya. Siku zote mimi natoaga kifao. Sina zaidi ya 10 kifao. Sasa tunasema washirika wakibaki ushati wage kati. Unaona mama mwambie wabaki. Bethel Clouds TV, empowering lives. Basi wapendwa watazamaji, tunawakaribisheni katika TV hii ama station hii ya Bethel Clouds, na leo tumepata bahati ya kukutana na dada mmoja ambaye ametutembelea. Yuko na mambo ambayo ameyapitia katika maisha, na ako na mambo ambayo sio yake tu ya kibinafsi, bali ni mambo ambayo yamehusisha watu wengi ambao wamekamatwa na nguvu za giza, wamekamatwa na wachawi, wamekamatwa na waganga, wamekamatwa na diviners, kupitia kwa mambo ambayo yanaonekana ni mambo rahisi, lakini yale mambo yako na uzito mkubwa sana katika maisha ya mtu ya kiroho. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, wacha tuongee na mhusika mwenyewe ili atusimulie na atushuhudie, atuambie huu mzigo ambao ametuletea ulifikaje kwake na ilikuwaje akajua ya kwamba haya mambo ambayo anayabeba ama anabebana nayo, ama kulingana na vile alikuwa amebebeshwa, akajua ya kwamba ni dhambi. Kwa hivyo ndio tunataka tuyaangalie. Kwa hivyo nataka nikuulize swali. Je, kabla hatujaenda kwa hizi vitu, huyu mtu ambaye alikuletea hizi vitu ulimpata wapi ama mlikutanaje? Nashukuru kwa kunialika kwa kipindi chenyu, na nashukuru ni ile nataka ukombozi. Ile kujisema ni kutaka ukombozi. Kwa maana ni mambo mengi watu pitia wasiojua. Unaweza kuelekezwa na mwenzako, marafiki yako akakwambia kafanyie hivi, lakini hujui ni vibaya. Sasa mimi nimetulia tu kwangu. Mtu akanambia ataka ametumwa niombee. Na ile ametumwa na nani? Amesema tu Holy Spirit amemtumia aje niombee. Amemtuma. Na akaja na tukaomba. Mimi sikuwa na ile shida ya kuomba maombi, nani asitake maombi. Na kawaida yake ukija nani utampata hana shida, nani apati vichangamoto kwa maisha? Hamna. Katika hiyo hali akaja safari moja mbili, ya tatu ndio akanambia kuna njia, kuna vitu zingine pia zinaweza tusaidia. Ikawa vile mimi haya kama saizi kuna wakati mgumu. Kama sasa ile akanambia haya kuna vitu tunaweza tumia zinaweza tusaidia. Nikamwambia sawa. Vitu nakaenda na tukanua na kaleta zikatufikia vile zilivyotufikiwa tukagawana. Manake hizi sizo container zake. Zinakuwa sealed and they are very smart. But initially wakati unaletewa ni kama mafuta tu ya kujipaka. Actually zote ni za kujipaka. Ni kitu genuine, yani kwako ukiona na macho ya kimwili ni kitu genuine. Manake kama hii nikikwambia jipake, kuna shida gani? Nikikwambia sabuni chukua oga nayo, kuna shida gani? Si wewe utaona
Hata ukaja kwangu kutembea nikupe hiyo sabuni uoge na wewe utajua? Ndio. Utajua. Lakini wewe unaona, but mimi wakati nilizitumia ni sabuni tu nilitumia. Nilianza kufadhaika na Mungu, nikaona nimekosea Mungu. Ndio. Kuna kitu nimeguza, ama unajua ile mwili unakata unasikia nimefanya makosa. Na nikasikia niko very guilty. Nikasema hapo napo situmii tena. And then sasa nilikuwa nafuata hii Bethel. Hii Bethel crowds mafundisho. Kuna moja hapo ya back to sender, hati aliyekufanyia vibaya ogana unumseme yote aliyekufanyia imrudie. Na huyo Bethel amesema usifanye back to sender. Ni vibaya hata mbele ya Mungu. Na inikuonekana wewe unajipigania vita. Si uachie, kama unaamini Mungu mwachie Mungu akupiganie hiyo vita. Na katika hilo nikupatishe kidogo. Wakati unaposema kwamba huyu mwenye alikuwa ameninuia mabaya yamrudie yeye. Amrudie. Sasa wewe utakuwa ni mmoja tu. Na shetani ambaye alikuwa amemtuma huyu. Alikuwa amemtuma aje akuue. Tuseme. Lakini badala ya akuue wewe, sasa wewe unamrudishia mchale. Ukamuue yeye. Sasa si unaona basi mwisho wa mambo yote tuko kimoja. Umemalizia kimoja. At the end of it all mtu amekufa. Haya basi. Sasa ile kufuata hii nini ya Bethel ndio ilifanya nitatue mara moja, na nikaona nafanya vibaya. Nafanya vibaya. Angalau sikuwa nimeoga nayo hiyo, mimi nilikuwa nimetumia sabuni tu. Pana sabuni yenyewe ina povu. Lakini ile back to sender sikuwa nimeanza kutumia watu ati kama umenifanyia ninajua, kama sikujui kama ulinifanyia ikufuate. You know, in the actual sense hata ndani yangu sikuwa na ile itafanyaje. Pia sina imani. Pia angalau hata ninaoga sina imani. Sina imani. Because ni kitu hujaitwa hata irudi back to sender ifanye nini. But out of mafundisho huyu ilifanya nijue things spoken they work. Yes. Na sasa wakati alielezea habari ya hiyo msichana wa 16 Act 16 chapter 16 ndio nikaanza kuelewa. Mtu anaweza ndio kuambia na maono ana nini na kuambie ni kweli. And it looks kweli ni kweli. But it is not true. But you see ile kitu anataka ujinasue nayo. It is not the right. Because sasa tukija huku kwa Yesu, hakuna mali tuliambiwa tutumie nini au nini. Si ni damu ya Yesu tu na kuongea na mdomo. Nini nyingine hiyo ninabeba? Ni gani hiyo mafuta niweke kwa bagi niwe nikizunguka nayo? Mimi sikuzoea hivyo. And out of it nilifanya sasa nikafeel So I called the apostle na nikamwambia hali yangu, akaniambia, nikamwambia I feel guilty, nasikia nimekosea Mungu. Wacha hata nitazichoma, nimeelewa divine ni nini. Nitazichoma. Akaniambia no. Usichome before uje. Because kama umezitumia already that thing imeingia kwako. Lazima iwe uwe delivered. That's why I came with them. Sasa basi mzigo uko hapa wenyewe. Sasa nataka utupeleke hatua kwa hatua, moja kwa moja, utuambie kila kitu ulichopewa kilikuwa kinamaanisha nini, kazi yake ilikuwa ni gani. Tuanze na hii ya kwanza, hii hapa. Hata vile nitasema, tuseme hata wenye hizi bado ni kama hata kutuchezea akili, because much of them utaona they are serving the same. Hii umeambiwa uoge nayo. Kama sabuni. Uoge nayo like cleansing you. Ikutoe kama umerushiwa uchawi, umefanywa nini, uoge na gani? Uoge, unajua kuna ile sasa hii ukioga nayo inakutoa uchawi. Kama umenifanyia vibaya itaisha kwangu mimi. Ndio. Hii ni kuambia unisafishe ishe kila kitu kibaya nimefanywa. Ukishamaliza hiyo uchukue sabuni. Tuko pamoja? Hii ni ya kuoga utoe cleansing. Hii ni cleansing. Kama umerushiwa uchawi, umepewa madawa machafu, umefanywa vibaya,
iondoke, you start with this. Ndio. Iondoke kwa mwili wako. From there uchukue hiyo sabuni. Msaidie na sabuni. Kwanza, kabla tujaenda kwa sabuni. Sasa umerogwa. Na unataka kuondoa huo uchawi. Wewe unaoga na hii. Unaweka tu juu ya mwili. Unachota like gel. Unaweka kwa maji. And you shower. All over you shower. Sasa ukishafanya hivyo, kwa hivyo uchawi umeisha. Kwa hivyo sasa uchawi tunauona juu ya mwili, sio ndani ya roho. Sasa ndio hiyo nataka watu wafungukiwe. Ndio. Waelewe. Wezi toa uchawi na kuoga. Ndio. Kwa sababu uchawi haswa, it is a spirit. It's a spirit. Ni spirit ambayo inaingia ndani ya roho yako. Kwa hivyo kisha ina manifest katika mwili. Out of shida zenye watu wamepata. Tumetafutwa njia nyingi za kutafuta pesa, kwa sababu nitasema hii ni kutafuta pesa tu. For in the real sense, before nielewe ati ukioga kama umefanywa uchawi, umefanywa lolote, hii itamaliza. Lakini tuangalie na tuelewe divination ni nini. Hii kitu hata mwenyewe anaweza kawa ameenda amechukua tu kwa duka. Lakini sasa uchawi ama uganga sio haya mafuta. Lakini yale maneno ambayo yananenwa juu yake hii kama ni mafuta ama ni sabuni, hayo maneno yanayonenwa ndio uchawi. Kwa sababu sasa ni roho inayotoka juu ndani ya huyu mwenye kunena, anaiingiza kwenye hicho chombo, kwenye sabuni, kwenye mafuta, kwenye chochote. Sasa anapokupatia na wewe unakubaliana na yeye katika yale maneno aliyonuia, amekwambia ukioga nayo uchawi utakutoka. Sasa akikupatia wewe ukikubaliana na yeye ya kwamba utatokwa na uchawi, shetani huwa anajifananisha na malaika wa nuru, ili hali yeye bado ni nani? Ni shetani tu. Na hakuna vile anaweza akakutakia mema. Sasa mchawi na mganga wote ni nani? Wote ni wachawi. Ni watumishi wa shetani. Sasa itakuwaje kwamba huyu mganga anakuja kutoa shetani uganga kwa mwingine? Na uliwekwa na ndugu yake. Itakuwaje? Haiwezi fanya kazi. Watu wanafaa wajue ya kwamba hii chochote roho inayowekwa hapa, hiyo sasa ndio shida. Unaona? Kuoga hata si shida. Ndio maana ukasikia mtumishi akwambia usichome, usiharibu. Aliniambia usichome. Usitupe ndani ya choo. Kwa sababu hii inaitwa an object. Good. Lakini yenye imesemewa, we need to deal with yenye imesemewa. Maneno ambayo yamesemewa. Juu ya nini? Ya hii sabuni. Ndio. Haya sasa basi. Sasa hii ukapewa. Sasa ukishapewa hii, ndio. Si umeoga, si urogi kwanza imeisha. Ndio. Haya, sasa utachukua sabuni ile nyingine na uoge vizuri, sasa utaanza kurudisha nuru yako. Si hii. Haya. Sasa hii nayo hii ni sabuni tu kama sabuni ya kawaida. Hebu tuone kama ni sabuni zinazopatikana madukani. Hii imewekwa hapa. We just put. See, this is not the right container. Ni kopo tu tumegawia. Ndio. Ukioga nayo ni sabuni ya kawaida. Itatoka povu, utaoga kama kawaida. Vile unataka, kama ni asubuhi, jioni, anytime vile tu unaoga kama kawaida. Sasa hii ni ya kufanya kuneutralize ile mambo yote ilikuwa imetendekewa kwako. Ile ni ya kuondoa uchawi. Yes. Nayo hii ni kuneutralize ile, hakuna nguvu nyingine kuingia tena. Ndio. Si umeoga na hiyo sabuni. But you say I didn't know ilisemewa nini. Ndio. Out of ile Act 16 hiyo ndio ilini guide. Ndio. Mimi ningezitumia tu kama mjinga. Lakini Act 16 ilifanya. Kuoga si shida because ni sabuni, si mnaona ni sabuni tu. Ina shida gani? Haina. Yes. Lakini what is said out of it? Yes. Neno lililotamkwa nioge, ambalo wewe hulijui. Sijui, na ndio inifanyie kazi ni nini? Ndio. So I said no. I won't use it again. Ndio. Haya, sasa hiyo ukishaoga una mafuta. Haya sasa. Hii mafuta
this one you keep on putting it. Sisi wanawake tunapenda lotion nini, unaweka kwa lotion. Hii ni kitu unaweza tumia miaka na miaka na miaka na miaka. Una make every time ukinunua mafuta mpya unachanganya na gani? You oil yourself. Yani naishi hiyo ni yako. Ni lotion ni ya kufanya wewe mtu pure, mtu purified. Ndio. Ya kama ujui. Sasa hii you have to mix. Na uichanganya na mafuta. Si tulitoa uchawi? Ndio. Na tujimekamua hapa. Sasa si uweke kwa lotion. Unaweka kwa lotion sasa. Every time utaniweza wewe, hata ukitupa nini chochote itaniguza. Nini? Si nikiweka kwa mafuta sasa utaniguza tena. Unini utanitumia iniroge. Hakuna. Sasa kutoka kwa hii leta ile. Ndio. Hii ndio unasikia back to sender. Si ulinifanyia? Nikujue sijui jina lako. Ndio. Mtu yoyote aliyenifanyia lolote. Ndio. Mtu yoyote aliyenifanyia lolote. Nalimlegelee. Ndio. Mtu yoyote aliyenifanyia lolote ni, lakini hii mimi sikutumia. Sasa hii unaambiwa mtu yoyote aliyekufanyia uchawi ama akakufanyia uganga. And you ama tuseme unajua kuna mtu anakuharibia biashara kwa sababu ya wivu tu. Kuna kitu umefanyana naye lakini hataka kukusabaratisha. So you pick and you talk to it and you throw it. Unaichukua? You talk to it and you throw it. Unainenea? Unainenea unatupa. Kisha unaitupa. Sasa inamrudia yule. Ndivyo wanasema. Sasa wapenzi watazamaji. Uona wachawi ni wale wale. Kwa sababu hapa umetuambia kwamba ukioga na hizi. Si nimeng'ara. Ukioga na hizi unatoa uchawi. Sasa ukiwa na hii wewe umetoa uchawi na uko neutral sasa. Huwezi niroga. Lakini wewe ambaye sasa huwezi rogwa. Sasa uko na hii ambao wewe nawe ukiitumia ukinuia maneno hapo unaiambia irudi kwa mwenye alikuroga. Wewe ukienda ufikirie utanifanyia vibaya nisemee yote ulikuwa umetuma kwangu irudi kwako. Basi wewe si muuaji. Mimi si mchawi. Sasa umemroga yule. Sikumroga. Nitaka ile maneno yake tunapotea kwa kutojua, lack of knowledge. Hosea 4 mstari wa 6 inasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa maarifa. Sasa hizi vitu zilikuwa zimenuiwa kukuangamiza wewe. Na hivyo ndivyo watu wengi wanavyodanganyika. Wanapoletewa vitu yani unaletewa iko sugar coated. Unaambiwa hii ukipaka hii utapendeza, utakubalika, utapata favor ya kupewa kazi na nini. Lakini hii kitu kupewa kazi na nini. Lakini hii kitu imenuiwa kukuangamiza wewe. Lakini na wewe kwa sababu umekosa maarifa, umemkosa number 1, umemkosa yule aitoe maarifa. Kwa sababu aitoe maarifa anaitwa Yesu. Ndio hiyo sasa. Kama ndani yako hamuna Yesu. Number 1, when you are a victim, you will be destroyed. Number 2, unaweza kweli ulimwalika Yesu akaingia ndani ya roho yako. Lakini wewe hauna misingi ya maandiko, neno lake. Haya. Unaona? Sasa utaangamizwa hivyo. Na niwaambie wengi tumeangukia hapa. Sio kupenda kwetu. Munaenda makanisani hamtakikani. And I was so happy to see Apostle preaching that thing. Na akasema all those rejects wakuje kwake. Wenye hawatakikani, you are reject in the church, you are reject in the bar, you are reject in the village. You are social reject. Wewe umekataliwa. Wewe kama wewe uko perfect, wewe kaa huko. Wewe reject kuja. Why do you learn to this? When you go to church nobody wants you. You try things, they don't work, so you are useless. You see in the community when you things don't work, so unaonekana mtu useless. Who want to be accompanied with you? Nobody. Kanisa the minute it has rejected you, na si kanisa moja, although later I came to know why. Si kanisa moja, si community.
So I know I'm the problem. Yes. If you're the problem, stay away. So when you stay away, utakawe na mambo ya, so whatever comes on the way, utaipokelea. Isn't it? Why? Sasa, you end up trying to sort yourself out. Oh, that's the point. And if you ask so many people here, hata wenye wako na altars, sio kupenda. Uliona shida zimezidi, si utatafuta your way out. Alafu? Yes. So much of it, the big problem is that rejection from the church. Si tunaona when ni pastor huna gari, we don't recognize you. Yes. Ni kweli? Hauwezi ukaheshimika. Wapi? Tukienda kutoa pesa unatoaga 200 na mimi natoa 1,000. Where do I position you? No, nowhere. Haya. Na mimi sasa, na mimi mshirika. Siku zote mimi natoaga kifao. Sina zaidi ya 10 kifao. Sasa tunasema washirika wakibaki ushati wage kati. Unaona mama maambio wabaki. Unaona wameita wale wa mama wako na mabwana zao ama wale waliofiliwa. You know, most of the time single mothers, they are not favorite. Most of the time hawatakaki, hatakani. Sasa unaona wamebaguliwa tena, umewachwa. Will you go there next time? Next time utaenda. Juna, kama mahali unabaguliwa paka the youth wana notice wewe unabaguliwa. Will you go? Unaamua. You are considered as a threat. Wacha hata threat. Sasa we na wenye kuunda hizi vitu mliweka kategoria moja kitambo. Utoe sifu, ujaribu kusema umeokoka, umefanya, it's useless. Weka vile maisha ilivyo. So when you see most of people have been misled, it's not their wish. Yes. Wengine pengine nao wengine wamepata rejection kutoka hata kwao nyumbani. Kuna mahali anakubalika. Do you know, you'll try to fit in where you feel like somebody ndiye anakusikiza. But where you are not considered, will you force yourself? No. You lead your own life. So much of it I can say, hata ile kukosa upendo kanisani imefanya watu wengi wawe nini? Much affected. They end up going to get the wrong solutions. Si kupenda kwao. Ndio. Si kupenda kwao. Manake ningekuwa na ufunuo, hata nasema Mungu tu asanti. How I thought of kufungua YouTube nisikize hii maujio sijui. I don't know what happened. Hii season ndio ilifanya nikajua huyu Ndura. Si kujua. Out of it ndio imefanya ni nini na nikasikia because actually I found your back to sender. Nilihukumika. And that's when nilianza kufungua nikaona kama si kusikia neno la Mungu wherever I could be using them. Yes. But out of hiyo nilisikia referend anasema ilifanya hata nitake kumfuata, nijue more and more to know the truth. Yes. So when I went through it ndio nikaona I can't touch it again. Yeah. I didn't know, and I can't touch it again because now whether alikuja na njia ya kuomba but I don't know what they are. Na that's the time nilijua there are those spirits. Unaweza pata spirits na kuishi kukusumbua. No, unafikiria you are the wrong person. Si wewe una shida, wewe ni vitu zenye ulienda kuninio or wherever you touch or whatever you touched. Yes. Spirit itaishi ndani yako and there is no way utaitoa. Not unless sasa you seek for somebody like now apostle, mtu anayeelewa how those spirits work. Yes. Ndio kutoe. Otherwise utaishi nazo na zikule watoto wako, wajukuu wako, na ni kitu ni mafuta tu. Ndio maana leo kuna mtazamaji ambaye anaenda kufunguliwa. Amen. Kuna mwingine ameletewa vitu kama hizi. Hata zingine wacha huyu ambaye alikuletea kwako nyumbani. Kuna mwingine aliziendea kanisani. Akaenda akapewa furushi, akapewa mafuta, akapewa maji, akapewa vituko vya kila aina. Na ukizitumia hizi, ukijipaka haya maji ama ukijipaka haya mafuta asubuhi ukienda kazini, utapata hiki na hiki. Na mashida za nyumbani zitaisha. Wote ni uchawi. Hiyo yote ni roho ya uaguzi. Spirit of divination. Na haya mambo yote yanafanyika kwa watu kwa sababu wamekosa mafundisho. Na kukosa mafundisho is not a defense. Ndio maana maandiko yanasema my people are destroyed for lack of knowledge. Kwa hivyo when you lack knowledge, you are still a victim. You'll be destroyed. Shetani bado atakufuata. And at the same time, Pastor,
Kanisa ni nyingi sana. Ndio. Na pia huko tunanunua nini? Mafuta. Are you teaching me the right thing? They are not interested with you. They are also in business because sisi maandiko hatufuati. Katika hilo, hii ilikuwa ni gharama ya kama shilingi ngapi? Ama ulipewa bure tu? Nilipewa, but it's a lot of money. Sita mention, mtaanguka. It's a lot of money. It's a lot. Usiongele we pesa, wachana nayo. It has really it is a lot of money. Just as you see, I won't say it, but I know kuna people watu wanakimbilia mafuta, wanakimbilia sijui mawe saa, sijui pete nini, you know, you're being sold, isn't it? Angalia uone watu vile ambavyo wanafirishishwa na watu na wahubiri na manabii. Yesu huku anasema, njooni kwangu, mimi kwangu mtapata bila gharama. That's it. Kwa sababu umekosa huo ufahamu wa maandiko ya kwamba kwa Yesu hakuna gharama, hakuna kitu unaenda kununua kwa Yesu. Ndio maana yule mwaguzi anakuja kukuuzia nini? Si unaona sasa, wameona sasa kwa waganga watu haendi. Ndio. Si zimekuja kanisani. Sasa ni waganga. Si zimekuja kanisani. Waganga wametolewa kule msituni. Wamekuja kanisani. Sasa wakaletwa makanisani, wakaletwa masokoni, wakaletwa manyumbani, ni marafiki, lakini hutaweza kuwatambua. That's the thing. Kama wewe hauna ufahamu wa nini? Wa Roho Mtakatifu. You won't know. Pasipo na ufunuo wa Roho, utadanganyika. Na nani ametawanya mbuzi? Hao mapasta. Manake the minute you reject huu mshirika na na shida, ataenda wapi? Si ataangalia in the other way yenye anajisaidia nayo. Kwa sababu hana kitu. That's the thing. Alitaka akija kwako umpe mafundisho. Sasa mimi hata wakati I came here nilisema mimi sina haja na miracle. I don't need any miracle. I've seen miracles. Na Mungu amenitendea mengi hata without praying, even without miracles. I just see things working. Yes. Sasa hii ndio itakuja kunifanyia miracle gani? Pastor mgani sasa mimi nitafuata nifanyie miracle? Me I know God works. Na singetaka kitu interrupt kwa maisha yangu. Me I know God works. Because anasema wenye mnawapenda na wabariki hata kama wamela wako kitandani, akikupenda tu. Grace yake. Grace and favor. Niseme nimeishi kwa grace and favor. Yes. Amekuwa akinibariki. Sasa niambie ni dakika ngapi na nimedanganyika? Yes. So, how many more and they are in the church? Kwanza uwezi mconvince one thing aliuziwa na pastor wao. Huyo mtu utamconvince vipi it is not true? Ataendelea kupaka na pake watoto. Ndiyo. Because pastor ndiye amemuuzia na naamini pastor. But where are you being taken for real? Let us trust in God. All these tuseme hiyo hata kama ni sabuni ya kawaida or anything, they are not going to help you. They cannot cleanse you. Yes. Only the blood of Jesus. Na the wider picture behind this ni wakati unapozitumia hizi vitu, sasa wewe mwenyewe number one unafanyika kuwa madhabahu ya maroho. Sasa ulipozipokea hizi kuna maroho ambayo yalikuja ndani yako. Wewe mwenyewe you are a living altar. Ndio maana ulikuwa unaambiwa ujipake, ukitembea mahali watu wakikuangalia unakubalika, unawavuta kwa. Unakubalika. So, wewe mwenyewe wewe ni madhabahu ambayo yanatembea. Okay. Kwa hivyo wewe ni kumaanisha nini? Ya kwamba wewe ni mtu ambaye amebandikizwa maroho, mapepo. Na kwa hivyo kwa kuangalia mtu tu na macho hivi, umemwangalia, kile kilichokuwa kimenuiwa, unamkamata huyo mtu kupitia kwa macho yako. Anakuwa attracted na wako. One touch. Kwa yale maneno yaliyonuiwa kupitia kwa hao maji, kupitia kwa hao mafuta, kupitia kwa hiyo sabuni. Na wewe sasa unamkamata ile roho iliyokuingia wewe, kwa sababu pengine hata na wewe haya yalitoka kwa mwenzako ambaye naye alikuwa ameambiwa ukijipaka mafuta ukienda kwa yule mama hata kataa, hata ukimwambia kitu atakusikiza. Unaona? Because I don't pray with anybody. But I was convinced. Wewe ukanaswa. Alipokuwa anakushawishi, alininasa na wewe ukanasa wengine. Sijanasa kwa sababu sijapea mtu anybody else. Hata haukupea, lakini si
ile sabuni uliyooga nayo. Hiyo ilikuwa ya kunisafisha. Niishe mashida ilikuwa ndani ya. Mimi hiyo siku nasa lolote. Mimi nilioga. Ile uchawi yote mmekuwa mkinirushia, biashara hizo zinakatana na nakata. Ikaisha. Lakini angalia. Na nikajikamua hii nyingine hii kwanza ile kurushia mtu arudishie, hiyo si kurudishia mtu. That's when I started thinking this is not the wrong thing. Manake na tena hungeenda hizi kama uko na uchawi utaganga mwingine kama wewe uko na hizi, kwanza uoge ungare. Sasa nia yao na lengo lao hawa wachawi huwa wanakutaka wewe uwe ni kama bango billboard ya kutangaza kile what is there. Wewe tu so long as umetumia hizo vitu zao, kama ni sabuni umeitumia, wewe kuna mambo ambayo yatafanyika ndani yako without your knowledge. Kuna watu ambao watavutiwa kwako kupitia kwa kile ambacho wewe ulijipaka, kwa sababu through those spirits kule kwenye kilitoka, kwa sababu kwa huyu mganga nyuma ya mganga ni shetani. Unaona? Kwa hivyo shetani alinuia kwamba ije kwa mganga, naye mganga akanuiza hayo maneno kwako wewe au kwa yoyote atakayetumia those products. Wewe kivyo vyote kama umetumia umeongea ama umejipaka, wewe mwenyewe utakuwa kivutio. I'm already an altar to them. Waingie kwenye mtego gani? Na ndio maana unaona siku hizi tunazoishi mambo na uchawi na uganga imeenea vikubwa, kwa sababu sasa kama wewe kwa mfano umejipaka hayo mafuta, utakutana na watu wangapi kwa siku moja? So many. Na hao watu wote and they are very innocent by the way, hawa hana habari, lakini kikusalimia sasa ukikutana na wao wote wanaingia kwenye kapu lako. It is true. Unaona? Kwa hivyo watu wanastahili kujua na wawe na utayari wa kufundishwa, waweze kujua maandiko ya kwamba wewe hauwezi kurogwa na mtu ukiwa ndani ya Yesu. It is true. Maandiko yanasema wazi katika kitabu cha Numbers 23 ya kwamba hakuna uchawi utakudhuru, hakuna uganga utakudhuru kwa Israeli ama kwa wateule. Wateule ni kina nani? Ni walio amini Mungu, ambao Yesu anakaa ndani yako. Kwa hivyo badala ya hizi shida zote, lako ni moja tu, ufanye maamuzi ya haki na ya kweli. Umkaribishe Yesu ndani ya roho yako. Yesu akishaingia ndani yako, Yesu ndiye dawa ya kushinda wachawi, ya kushinda waganga, ndiye atakufanya ukubalike, ndiye atakufungulia mlango, kwa sababu anasema ya kwamba mahali ni mlango wote aliofungua hakuna mtu anaweza kufunga. Unaona? Kwa hivyo kile ambacho tunachokihitaji ni Yesu, sio vitu. Huu ni uchawi na uganga, ni uamuzi. Unaona? Ukishampata Yesu, sasa kama vile ulivyojigundua na ukaomba wewe mwenyewe tu katika yako, ukaomba ukamwambia Yesu, this I have done something wrong. Unaona? Hicho kisabuni wakati ulipopata ule msamaha, Yesu akaja ndani yako. Sasa haya ambao ulikuwa unayahitaji kupitia kwa shortcut, Yesu atayatimiza yote. Amen. Kama ni milango ataifungua. Kama ni biashara zitaendelea. Kama ni safari ataifungua. Atasimama. Kama ni safari nitasafiri kutoka huko na ukaja umefika salama. Na kwa jina la Yesu utarudi na utarudi. Unaona? Kwa hivyo kile ambacho tunachokihitaji ama yule ambaye tunayemhitaji ni Yesu, sio hizi. Huo ni uchawi, ni uganga, ni uaguzi, na mwisho wake ni jehanamu. Kwa sababu mambo haya hayatoki kwa Yesu, yanatoka kwa nani? Kwa shetani. Sawa sawa. Na ndio maana Yesu akaja ili atufungue, atutoe kutoka katika mitego ya wachawi na waganga, hata wengine ambao wanavaa suti na tai na wamejibandika wanaitwa ni mapasta, wanaitwa ni wahubiri, lakini ndani anasema hakuna nguvu. Fundishe watazamaji kitu tunapomalizia. Ukiwa na Yesu akiwa ndani yako, wachawi wanapofanya zile shughuli zao za usiku, acha nikwambie kitu, wachawi hata wajue, huwa tunawajua. Wanapofanya shughuli zao usiku, unajua wachawi kwa nini wachawi huwa wanafanya usiku? Mbona si mchana? Mbona si mchana? Kwa sababu wakati wachawi wanapopaa, wanapoenda angani, wachawi huwa wanaona the world upside down. Vile wewe sasa ukiwa hapa duniani ukiangalia juu, huwa unaona nyota, mwezi, unaona
kila kitu. Sasa na wao wakipaa kule juu wakiangalia chini, huku chini huwa hawaoni mataa haya ya stima haya. Hizi ma street light na ma security light hawazioni. Ile taa ambayo huwa wanaona mtu aliye na Yesu ndani ya roho yake. Amen. Yule aliye na Yesu hata akiwa amelala ametulia tu, hakuna kitu utamfanya. Kule unaonekana wewe ni nuru. Ni nuru. Maandiko vile anavyosema kwamba nyinyi kuna mwanga. Wanakuona ya kwamba wewe unawaka. Unaona? Ni jambo la ajabu namna gani ya kwamba hata wakati wewe umetulia, umelala, hata hujielewi, hujifahamu. Lakini shetani anapokuangalia, akikuona hivi anaona moto. Amen. Ndio maana tunayemhitaji ni Yesu. Yesu akikaa ndani yetu, tukikutana na hao waganga, tukikutana na hao mawakala wa shetani, wakituona tu kwa sababu sisi ni nuru, watakimbia. Amen. Tutawashinda. Nia zao na njama zao zitasambaratika. Kwa sababu gani? Yesu anakaa ndani yetu. Kwa hivyo la muhimu sana unalolihitaji mpenzi mtazamaji ni Yesu akae ndani yako. Yesu akiwa ndani yako, hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna wakala wa shetani ambaye anaweza akakushinda kivyo vyote. Sawa sawa? Amen. Kwa hivyo si tuhitimishie hapo. Na ninaamini kwamba Yesu amekubariki. Amen. Umefunguka. Lakini kuna pointi moja. Hii roho ambayo sasa imeingia kwako, lazima wewe uvunje hayo maagano. Amen. Hayo madhabahu. Lazima wewe mwenyewe kwa kinywa changu, kwa ulimi wako uyapinge hayo maneno. Umpinge shetani. Amen. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema do not give the devil a foothold. Amen. Usimpatie shetani nafasi. Sasa hii ni nafasi ambayo shetani amepata katika maisha yako. Kwa hivyo sasa uchukue muda wako wewe mwenyewe na uombe na umwambie shetani, kutoka leo hauna nafasi katika maisha yangu. Unaona? Na umwambie Yesu, ninakuomba unisamehe kwa sababu ya dhambi hii niliyoifanya. Kuna wengine ambao akijipata hivi badala ya kuchukua wakati wake mwenyewe wa kuomba, ndio unaweza kuja kwangu na nikusaidia katika maombi. Lakini maombi ya mtumishi hapa lazima ukiri mimi mwenyewe. You confess with your own tongue. You confess that sin. Tunasema vile tulivyokuwa tunasema kule kwenye dini, tunasema hii ni dhambi yangu. Haya ni makosa yangu. Nimekukosea wewe muumba wangu. Kwa hivyo ninakuomba unisamehe. Na maandiko inasemaje katika first, if we confess our sins, he is faithful. He will forgive us and his blood will cleanse us from all sin. Now when you confess, Yesu atakusamehe na damu yake itakutakaza na huo uovu wote na utakumbukwa tena milele. Set free indeed. Na muhimu sana. Amen. Kupitia kwa kukiri, sasa umevunja haya madhabahu. Unaona? Na hayataweza kufanya kazi tena. Amen. Kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Sawa sawa. Amen. Kwa hivyo ninaona tuweze kutimizia hapo na tuseme mama Yesu akubariki sana. Nashukuru sana. Ndio. Cause I won't feel guilty saying it out. Yes. Kwa sababu nataka hata wengine wafaidike. Hata wenye nakimbilia mafuta makanisani wapi. Oh my God, mbeleni ulipata watoto, ukapata bwana, ukapata boma. Ulikuwa na hiyo mafuta? Ndio. Vitu zote umepata kwa saa hii kabla hujachukua mafuta. Si ulikuwa umebarikiwa hata kabla hujafuata hiyo mafuta? Nini inakuhangaisha kwenda kufuata mafuta? Hata kama umeturudisha nyuma kidogo, tunamalizia, lakini umeleta pointi nyingine. Mtu alikuwa na mali. Kama dada mmoja ambaye niko na ushuhuda wake. Alikuwa na mali, alikuwa na maduka, alikuwa na magari. Lakini alipokuja akaletewa hizi vitu. Saa hii mtu ambaye alikuwa ni milionea, saa hii hana hata shilingi. Hata bus fare kutoka kwake kuja town ni aombe. Apewe 200 ya kutoa kwake ili afike town. Alikuwa mtu na mali zake. Na alikuwa ni mtu anakona magari. Lakini wakati alipoletewa uchawi huu ukammaliza.
Unaona? Alikuwa na mifugo. Mimi niko na watu ambao mtu alikuwa na ng'ombe, alikuwa na mbuzi, alikuwa na vitu vya damu. Lakini alipoingiziwa mambo haya, mali yake ikaisha, ikasambaratika. Kwa hivyo vile vile hizo vitu zote watu wanafuata, wala ni mafuta kwa pasta, wala ni maji. Jua hizo ni vitu za mwanadamu. Vitakujaisha tu na hazina nguvu. Ndio. Na ni za kuzidi kukusabaratisha zaidi na kuletea mashida hata kwa maisha yako na kwa watoto wako, kwa jukuu wako, vitukuu vyako. Utaishi kusema umerogwa, ulifanyiwa, ndugu zako wamekufanyia, lakini ni wewe ulienda kujinunia maji na mafuta na what have you. Ndio. Kwa hivyo nawaomba watazamaji msinasike. Kwa hivyo mpaka wakati mwingine, Yesu awabariki, Yesu awalinde, na muendelee na kuomba na kuzitamanisha roho zenu. Amen. Naye ni mwaminifu, atawabariki. Amen. Asante. Bethel Clouds TV, empowering lives.